mwalimu, kuna umuhimu gani katika hivyo vitabu vya ziada? Kwa mfano labda unaweza kutusaidia kidogo labda katika career choice na aina za kazi ambazo labda nikatamani au mtoto wangu yani kwa nini nimnunulie hivi vitabu kuhusu animals? Kwa nini nimnunulie kuhusu football? Kwa nini nimnunulie kuhusu vitabu yani hiyo inaweza kumsaidiaje mtoto wangu katika career choice yake as far as akiwa anaendelea kusoma? Iko hivi, yani hakuna kitu cha muhimu katika mfumo wa ujifunzaji kama usomaji wa vitabu. Kwa sababu tofauti ya eneo la kujifunza na tofauti ya eneo la kujifunza ni uwepo wa vitabu. Sawa? Kwa hiyo huwezi kukwepesha ujifunzaji na usomaji wa vitabu. Kwa hiyo ili mtoto apate ujifunzaji mzuri, ni lazima ajifunze usomaji wa vitabu. Na hapo atajifunza kupitia vitabu vya nini? Vya ziada. Kwa sababu kuna maarifa kama nilivyosema mwanzoni, hatayapata ambayo huenda mwalimu hajamwambia, huenda mzazi hajamwambia, lakini pia kupitia vitabu vitampa yale maarifa. Mfano, mama yake na Elon Musk, sawa? Alisema Elon Musk alijifunza masuala ya kompyuta kwa kujisomea yeye mwenyewe. Mama yake na Ben Carlson, hata ukiangalia ile filamu yake na kitabu chake cha Gifted Hands, kinaeleza kabisa vitabu ndivyo transform Ben Carlson kutoka kuwa mtoto wa mwisho darasani mpaka kuja kuwa daktari wa kwanza kutenganisha watoto walioungana. Hiyo inaonyesha ni nguvu kubwa ambayo ipo nini? Ipo kwenye vitabu. Sasa nadhani utajiuliza, je, mtoto wangu akisoma vitabu vya ziada anapata faida gani? Faida moja kubwa na ya msingi kuliko yote, inamwandaa mtoto kuwa long life learner. Long life learner ni mtoto ambaye anapenda kujifunza. Yaani yeye hasomi kwa sababu kuna mitihani, yeye hasomi au kwa sababu akajibu kitu fulani. Yeye anasoma kwa sababu anapenda fanya nini? Kujifunza. Na tabia hiyo inatengenezwa pekee na usomaji wa nini? Wa vitabu. Ndio maana leo hii unakuta kuna mtu tunasaini nyaraka bila kusoma. Utasikia mbona ulisaini? Kwa sababu hatujatengenezewa utamaduni wa nini? Wa kusoma. Kwa hiyo athari nyingi ambazo tunazipata ni kutokana na hatujatengenezewa utamaduni wa nini? Wa kusoma. Kwa hiyo faida namba moja na kubwa kuliko yote ni kumwandaa mtoto kuwa long life learner, mjifunzaji wa maisha. Kwa sababu maisha yetu ya kila siku yanahitaji nini? Kusoma. Umenunua mafuta, kuna maelekezo bana. Kuna mtu kabisa ngozi yake ni kavu lakini ananunua mafuta kwa sababu hapendi kusoma. Anaanza kulalamika. Kumbe kwenye maelekezo direction imeshaeleza kabisa kwamba mafuta yao yatakuwa hivi na hivi. Sasa kama usomi, kweli. Na hapo katika kutokusoma maelekezo nadhani hii inatuathiri sana pia katika kusoma zile terms and condition kwenye simu. Ile I agree, I do, yani chap tu, hata kama hujasoma hata policy ambazo imewekwa pale sawa. Nadhani binafsi na ndugu wazazi watakuwa asante mwalimu kwa kutuelewesha. Kwa hiyo